Naam. Waswahili wanasema kwamba hayawi hayawi huwa, aidha wanasema pia auchi unakucha. Ni wakati mwingine tena ambapo tunatangamana nawe kwenye kipindi hiki, ewe mkereketo wa lugha, ewe mpenzi wa lugha. Wakati ambapo tumefika hapa kwa madhumuni ya kufunzana, kuelezana mawili matatu kupitia kwenye kipindi hiki kinamasi cha lugha. Kumbuka kwamba Waswahili wanasema kwamba ukiujua huu na huu hujui. Kwa leo mada yetu kuu ningependa tuangalie mojawapo ya kipengele kikuu, kipengele cha ushairi, ambao ni mojawapo cha kipengele ambacho ni muhimu sana katika masuala ya fasihi. Na kwenye ushairi ningependa tuweze kuangazia suala la istilahi za ushairi. Tupate kufahamu kwamba istilahi za ushairi ni nini kwanza? Istilahi za ushairi ni msamiati ambao unatumika katika uwanja wa ushairi. Na mojawapo ya istilahi hizo za ushairi ni mshata, ama kwa wingi ni mishata. Mshata ama mishata tuweze kufahamu kwamba ni mshororo wa shairi ambao ujumbe wake haujitoshelezi, bali unakamilika kwenye mshororo ama kwenye mishororo inayofuata. Kwa hivyo wakati wowote ambapo tunazungumzia swala hili la mishata, tuelewe kwamba ni mishororo ambao ujumbe wake haujitoshelezi ama haujakamilika, bali unakamilika kwenye mshororo unaofuata. Jambo jingine, kuna msamiati mwingine ambao ni mstari kifu ama mstari toshelezi. Mstari kifu ama mstari toshelezi tuweze kung'amua kwamba ni mshororo wa ubeti wa shairi ambao ujumbe wake umekamilika na msomaji halazimiki kungoja wazo likamilike kwenye mshororo unaofuata. Kwa hivyo endapo utakumbana na mshororo kama huu ambao ujumbe wake umekamilika kikamilifu na msamiati na msomaji kunradhi halazimiki kusubiri ili asome ujumbe kwenye mshororo unaofuata, basi mshororo huo tunaita mstari kifu ama ukipenda mstari toshelezi. Kuna msamiati mwingine ama istilahi nyingine ambayo tunaita muwala. Muwala, kumbuka kwamba huu ni mtiririko wa mawazo katika ubeti. Ule mtiririko wa mawazo katika ubeti basi hufahamika kama muwala. Kwa hivyo endapo umesoma ubeti na ukapata kwamba ujumbe wake unafululiza, basi tunafahamu ama tunaita muwala. Swala jingine, mpenzi msikilizaji, ni wizani. Tunapozungumzia wizani, tujue kwamba ni upandaji na ushukaji wa sauti katika kuimba shairi. Kuna usambamba pia, na tujue kwamba usambamba ni nini? Ni fungu la maneno yanayorudiwa katika shairi ili kuleta msisitizo wa mawazo ama wa wazo fulani. Kwa hivyo usambamba ni ule urudiaji. Unaweza pata kwamba ni silabi limerudiwa, ni neno limerudiwa, ama hata ni mshororo ama sentensi limerudiwa. Kwa mfano, wakati ambapo tuna kibwagizo kikiweza kurudiwa. Kuna utoshelevu. Na utoshelevu fahamu kwamba ni hali ambayo wazo lililotolewa katika ubeti linakamilika kimaana. Kwa hivyo wakati tunapozungumzia swala hilo, kumbuka kwamba tunaita utoshelezi. Tunaita utoshelezi. Naam. Na kaka hapa, kaka naomba unisaidie kidogo. Kwa hivyo istilahi nyingine tunaita toni, na tujue kwamba toni ni hisia zinazoibuka
kutokana na yale yanayosemwa na mtu kwenye shairi. Hisia zinazojitokeza kutokana na yale mtu anayosoma kwenye shairi tunaita toni. Kwa mfano, unaposoma shairi kuna toni ya furaha, toni ya huzuni, kuna toni ya mshangao, kuna toni ya mabezo ama dharau, kuna toni hata ya machungu ama uchungu. Istilahi nyingine ambayo ningependa tuweze kuangalia leo ni ubeti. Ubeti ni nini? Kwa kawaida tuelewe kwamba ni kifungu katika shairi ambayo huundwa kwa idadi kadhaa ya mishororo. Kifungu ambacho kinaundwa kwa idadi kadhaa ya mishororo huitwa ubeti. Naam, kumbuka kwamba wakati tunaposhughulikia swala la uainishaji wa mashairi, mojawapo ya kigezo ambacho tunatumia kuainisha mashairi huwa ni ubeti. Tunaangalia mpangilio wa beti, na ndiposa huwa tuna shairi la ngonjera na pia hata tuna shairi la malumbano. Kuna mahadhi, tuelewe kwamba mahadhi ni mapigo ya silabi katika shairi. Mapigo ya silabi katika shairi tunaita mahadhi. Kuna vina pia, nadhani ni vyema tuelewe kwamba vina ni silabi zinazofanana na zinazopatikana mwishoni mwa kipande. Kwa hivyo inaweza ikawa mwishoni mwa ukwapi, huenda ikawa mwishoni mwa utao, huenda pia ikawa mwishoni mwa mwandamizi, kile kipande cha tatu, ama huenda ikawa mwishoni mwa ukingo. Tunafahamu kwamba ukingo ni ule mgao wa nne, endapo shairi limegawika mara nne. Kumbuka kwamba kipande cha kwanza tunaita ukwapi, cha pili huitwa utao, cha tatu huitwa mwandamizi na cha nne ni ukingo. Kwa hivyo silabi ambazo zinapatikana mwishoni mwa vipande hivi basi ndio tunaita nini? Ndio tunaita vina. Kuna urari, endapo unanipata. Urari ni hali ya kulingana ama kufanana kwa vina ama kufanana kwa mizani. Kwa hivyo kule kufanana kwa vina ama kule kufanana kwa mizani ndio tunaita urari. Na ndiposa mara nyingi utasikia kuna urari wa mizani, kuna urari wa vina. Kule kufanana kwa vina ama kule kufanana kwa mizani ndio tunaita urari. Kabla hatujakamilisha kipindi hiki, kwanza naomba nikukumbushe mwandani wangu mpenzi wa lugha. Pale bonyeza kidude ambacho kimeandikwa pale subscribe, ndio tuweze kuandamana nawe. Kumbuka kwamba wanasema kwamba ndugu ni kufaana, sio kufanana. Kwa hivyo tuko hapa kwenye kipindi hiki kwa madhumuni, kwa lengo na kwa azma ya kuweza kufaana. Naomba unifae hata nami nitakufaa kwa vyovyote vile. Bonyeza kidude hicho. Kuna pia vipande, nadhani nilikuwa nimezungumzia vipande, ni migao katika mishororo. Na kuna mgao wa kwanza huitwa ukwapi, mgao wa pili huitwa utao, mgao wa tatu huitwa mwandamizi, na mgao endapo kuna mgao wa nne ambao unaitwa ukingo. Kuna mwanzo. Naomba kwamba tuweze kuelewa kwamba tunapofunzana kuhusu mwanzo, mwanzo ni mshororo wa kwanza wa ubeti wa shairi. Kwa hivyo kama kuna mshororo wa kwanza wa ubeti wa shairi, basi tunaifahamu, tunaing'amua kama mwanzo. Mloto kwa upande mwingine tuelewe kwamba
Huu ni mshororo wa pili wa ubeti wa shairi. Mshororo wa pili wa ubeti wa shairi huitwa mloto. Kuna mleo, ukipenda pia hufahamika kama mlea, mleo ama mlea. Mpenzi msikilizaji, ni mshororo wa tatu wa ubeti wa shairi. Kando na hilo, kuna nafsi neni. Mara nyingi unasikia taja nafsi neni. Ni mojawapo ya swali tu ambalo linatainiwa wakati ambapo mitihani mbalimbali ya fasihi, hasa kipengele shairi la shairi huwa linaulizwa, mtaje nafsi neni. Tuelewe kwamba nafsi neni ni mzungumzaji ama wazungumzaji ambao huwa wanatoa mawaidha yao katika shairi. Wanaotoa mawaidha yao hasa kwa hadhira katika shairi, na hadhira ambayo huwa wao wanazungumzia ni nafsi neni. Kuna kibwagizo, mkarara ama kipokeo ama kiitikio. Narudia tena, kibwagizo, mkarara, kipokeo ama kiitikio. Tufahamu kwamba huu ni mshororo wa mwisho wa ubeti wa shairi ambalo huwa linarudiwa. Kwa hivyo, hiyo ndio taswira ambayo tumetoa tu kimuhtasari, taswira ya istilahi za ushairi. Kwa hivyo, we mwanafunzi, ewe mwalimu, ewe mkereketwa unayenisikiliza, kumbuka kwamba hii ni taswira tu kimuhtasari, kwa sababu kuna mengi tu ambaye labda hatungezamia mle ndani kwa sababu ya uchechevu wa wakati pia, lakini hayo ndio taswira. Kumbuka kwamba tutakaporejea katika kipindi kingine, na usisahau kufuatilia toleo la pili la mada hii. Kutakuwa na toleo la pili la mada hii ambapo tutajaribu kuangazia uainishaji wa mashairi. Mashairi tunapoainisha, tunatumia vigezo gani? Kuna vigezo kama vile mpangilio wa vina, kuna mpangilio wa maneno, kuna swala la idadi ya mishororo. Hivyo ni vigezo ambavyo tutakuja tuangalie, na kwenye toleo la tatu tutajaribu kuangalia mambo mawili: kuandika kwa lugha ya nadhari, na swala jingine, uhuru ama idhini ya mshairi. Kwa hivyo nakutakia mchana mwanana, Maulana akubariki. Kumbuka Waswahili wanasema, ukiujua huu na huu ujui. Tuonane. Naitwa Kaka Mnai, kipindi ukipendacho Uketo wa Kiswahili. Salala, tuonane siku nyingine.